Sasa twende mbele. Mungu anapokuonyesha majira mapya, anakuonyesha ujiandae. Unapotaka kuingia kwenye majira mapya lazima uwe na maandalizi. Sio majira tu ya kupita kwenye magumu ndio uwe na maandalizi. Hata majira ya kushika fedha. Kuna watu wakipata fedha wanakuwa kama vichaa. Mimi nakwambia, yani kuna mtu sasa hivi anasema nikipata milioni, anapanga mpango, nikipata milioni 2 nitafanya 1 2, vitu vya maendeleo kabisa. Lakini akizipata tu kama kachanganyikiwa, yani kama akili imepigwa shot, yani ataenda kale yako, atanunua wax 20, atanunua na dhahabu, atanunua na viatu vya juu, mpaka hela zikisha ndio anaanza kuwaza kumbe sijafanyia kitu. Wanaweza sife sana. Kipindi cha kuingia kwenye majira mapya, hiyo ni majira ya baraka, iwe majira magumu, lazima uwe na maandalizi. Lazima uwe na maandalizi. Mungu anawaambia wa Misri ili Farao wajiandae kwenye majira mapya magumu ambayo nchi itapitia. Bwana asifiwe sana. Na kwenye hayo majira, kwenye hayo maandalizi akaibuka Yusufu. Mungu akuinulie mtu wa kukuvusha kwenye majira magumu. Nasema Mungu akuinulie mtu wa kukuvusha kwenye majira magumu. Mungu akuinulie mtu wa kukuvusha kwenye majira magumu katika jina la Yesu aliye hai. Ninaongea na mtu hapo. Ninaongea na mtu hapo. Ninaongea na mtu hapo. Ninaongea na mtu hapo. Nasema Mungu akuinulie mtu kukuvusha kwenye majira mapya magumu katika jina la Yesu Kristo. Ama majira magumu unayopitia, mbingu zikuinulie mtu wa kukuvusha katika jina la Yesu aliye hai. Sema mimi nitavuka salama. Sema majira haya ninayoyapitia hayatanimeza. Hayatanimeza. Na hata kama kuna majira mapya magumu yanakuja mbele yangu, hayatanimeza. Nitavuka salama. Nitakuwa mshindi katika jina la Yesu. Nitakuwa mshindi katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu ananiambia nikwambie, kuna kipindi unachopitia majira hayo magumu. Utakapopitia kwenye majira magumu, ama unapitia kwenye majira magumu, kuna watu watainuka kukusema. Wengine watasema umetenda dhambi. Wengine watakwambia wewe umeishiwa. Wengine watakwambia wewe ni maskini. Wengine watakwambia mkufuru Mungu wako. Achana na huyo Mungu, twende kupeleka kwa wataalamu. Nikakwambia kwenye hao majira unayopitia magumu ni wakati wa kutulia. Nataka uwe mtulivu. Tulia mbele za Mungu. Si kwamba Mungu aone unayopitia. Si kwamba Mungu ajui mapito magumu ulionayo. Mungu anayajua mapito unayonayo. Kumbuka mtu mmoja anaitwa Penina na mtu mmoja anaitwa Ana. Mzee mmoja anaitwa Mzee Elkana, alikuwa na wake wawili. Mke wa kwanza alikuwa anaitwa Penina na wa pili alikuwa anaitwa Ana. Lakini Mungu alifunga tumbo la Ana asipate mtoto kwa wakati. Penina alikuwa amepata watoto. Biblia inasema Penina kamuinukia Ana, kila siku anamsema, akija anamtukana, anamsema. Kuna kelele ama kuna maneno ambayo yanaumiza sana moyo wa mama ambao hawajapata watoto. Ana akawa anasema maneno magumu na Penina, lakini Ana akawa analia. Ila Mzee Elkana alikuwa akimpenda Ana, akawa anamtuliza, anampa maneno laini ya kujenga moyo wake. Lakini nilichokipendea Ana akufa moyo kwenda kumtafuta Mungu. Nilichompendea Ana akukata tamaa kwenye kumtafuta Mungu. Biblia inasema Ana akawa anakwenda Shilo kila wakati mbele za mtumishi wa Mungu Eli. Hakukata tamaa kwenye kumtafuta Mungu. Hakufa moyo kwa maneno ya Penina. Penina alikuwa akimrushia maneno makali. Ana anaumia, lakini anaona hapana, tumaini langu mimi ni kwa Mungu peke yake. Tumaini langu mimi ni kwa Yesu peke yake. Kuna siku Yesu atajibu maombi yangu. Kuna siku Yesu atanitoa kwenye majira ya kano na Penina, kwenye magumu nayopitia. Kuna siku Yesu atanitoa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Penina akaona mtukana Ana. Siku moja Ana akaenda Shilo mbele ya mtumishi wa Mungu Eli. Alipofika kwa mtumishi wa Mungu Eli, akawa analia kwa uchungu Ana, na mimina moyo wake kwa Mungu Baba. Eli alipomwangalia akamwambia, wewe ni mwanamke gani unanijia ukiwa umelewa? Hebu angalia maneno hayo yalivyokuwa magumu. Ni maneno ambayo yaliweza kuumiza moyo wa Ana. Lakini Ana hakufa moyo kwa maneno ya Eli mtumishi wa Mungu. Maana Ana kumfuata Eli, Ana alimfuata Mungu abadilishe maisha yake. Sema amina. Kuna wakati unaweza kuambiwa maneno magumu na watumishi wa Mungu mpaka ukakaa ukakuna kichwa ukasema kweli ni kuna watumishi kweli? Nakwambia wapo. Wewe hujamfuata mtumishi, umemfuata Mungu anayeponya, umemfuata Mungu anayejibu maombi, umemfuata Mungu anayevusha, umemfuata Mungu anayefungua matumbo ya watu, umemfuata Mungu anakupigisha hatua. Haujamfuata mtumishi wa Mungu hapo. Sema amina. Ana akawa na mimina moyo wake. Ndipo mtumishi wa Mungu Eli akamwambia, enda zako
mwakani majira kama haya utakumbatia mtoto. Sema amina. Sema amina. Ana alipoenda mwakani akakumbatia mtoto, na mtoto alipozaa mtoto wa kiume jina lake akamwita Samueli. Umeelewa vizuri? Ana akatoka kwenye nyakati za kuitwa tasa akawa mama wa mtoto Samueli. Mungu akutoe kwenye nyakati ngumu unazopitia. Nasema Mungu akutoe kwenye nyakati ngumu unazopitia. Nasema Mungu akutoe kwenye nyakati ngumu unazopitia. Inawezekana ni nyakati za kutukanwa na mume wako. Kila akirudi anakutukana, kila akirudi anakusema vibaya, kila akirudi anakutukana na kukutukana. Lakini Mungu akutoe kwenye nyakati hizo ngumu unazopitia. Moyo wako najua una maumivu, Mungu akuponye moyo huo. Mungu akusaidie. Nasema Mungu Baba, napiga magoti mbele zake. Mungu akuponye kwenye nyakati unazopitia katika jina la Yesu.